Kristo tu. Nena siku zote na Bwana wako, baraka uombe kwa kila jambo. Tafuta daima utakatifu, uwe peke yako ukimwabudu, ukimwangalia Mwokozi wako, utabadilishwa kama alivyo. Tafuta daima utakatifu, kiongozi wako awe Yesu tu. Katika furaha au huzuni, dumu kumfuata Yesu Mwokozi. Tafuta daima utakatifu, umtawaze Roho moyoni mwako, akikuongoza katika haki, hufanywa tayari kwa kazi yake. Basi tupige magoti tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ketie mbinguni, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu asubuhi hadi mida hii. Mbele yako kuna somo ambalo tunakwenda kujifunza. Hebu ukapate kuweza kutusaidia kuweza kulielewa somo hili na kuweza kuandaa wasikilizaji kwa ajili ya kile kinachojia ulimwengu. Njoo uwe mwalimu, njoo uwe kiongozi wetu katika kila hatua tunayoipiga kadri tunavyokaribia kuifunga historia ya dunia hii. Ukapate kuwa kiongozi wetu na mwalimu wetu. Naamini kwamba utakuwa pamoja nasi tangu sasa hata milele. Tunaomba na kushukuru katika jina pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Somo letu limejengwa katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 11. Zaburi sura ya 11 na mstari ule wa 3. Neno la Mungu linasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Ni katika neno la Mungu ambapo tunaona misingi. Wewe ndiye uliyeiweka misingi katika neno lako, na misingi ikiharibika, hakika mwanadamu yeyote mwenye haki hawezi kufanya jambo lolote. Tunaona katika maandiko matakatifu
Na tunaona katika ulimwengu huu mambo mengi yanavyoharibika ni kwa sababu misingi ile uliyoiweka imevurugwa. Mwanadamu anatamani kuweza kutembea katika njia yake, njia isiyokupendeza wewe, ni kwa sababu ameamua kuivuruga misingi uliyoiweka wewe. Tunapojifunza katika kitabu cha Mwanzo, tunaona Mungu unamuumba mwanadamu kwa sura yako na kwa mfano wako. Ulimuumba mwanaume na mwanamke uliwaumba. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26, Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 26, tunaona neno la Mungu likisema kama ifuatavyo: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Huu ni msingi ambao Mungu aliuweka katika ulimwengu ili wanadamu waweze kuangalia na kuweza kufuata msingi huu. Huu ni moja kati ya msingi ambao ni muhimu sana. Mungu ulimuumba mwanadamu kwa mfano wako na kwa sura yako, ukamuumba mwanaume na mwanamke uliwaumba, na ukawaambia, ukapa maelekezo kwamba waweze kuitawala dunia, waweze kutawala dunia na kila kitu kilichomo, waweze kutawala wanyama, watawale ndege, watawale samaki na watawale kila kitambaacho. Na baada ya kumeiumba nchi, hebu tujiulize kwanza, nchi ni nini? Tuangalie nchi ni nini. Katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza kuna neno ambalo melitumia pale ambalo litatupatia picha halisi ya maana ya nchi. Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa maana kwamba hapo mwanzo Mungu uliumba mbingu na dunia. Kwa neno lilotumika pale kama nchi linamaanisha dunia. Dunia hii iliumbwa na Mungu, na hakuna mwanadamu yeyote, hakuna mwanasayansi ambaye anaweza akaiumba dunia, ila dunia imeumbwa na Mungu peke yake. Na katika dunia ukaweka vitu vingi, ukaweka samaki baharini, ukaweka ndege angani, ukaweka wanyama katika nchi kavu. Yote hiyo inaonyesha ni namna ambavyo misingi uliyokuwa umeijenga wewe. Lakini mwanadamu mara zote amekuwa akibomoa msingi ile ambayo Mungu ameiumba na kuiweka kinyume na taratibu ambazo uliziweka. Tunapoangalia, umempa mamlaka mwanadamu ili aweze kuitawala, na huyu si mwingine, ni Adamu. Adamu alipewa mamlaka. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 18 hadi mstari ule wa 22, Mwanzo 2 mstari wa 18 kwenda mpaka 22, anasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni
na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aweze kuwaita, ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufuga na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamke ni sehemu ya mwili wa mwanamume, kwa sababu siku ile Mungu alifanya operation ya kwanza kabisa, operation isiyotumia ganzi, operation ya peke yake ambayo haihitaji chumba kile kikubwa kilichonakishiwa, chumba kile kikubwa ambacho kimefanyiwa usafi wa namna yake. Operation ya ajabu, operation ambayo inafanyika bila madaktari. Ile imefanywa na Mungu mwenyewe ambaye ndiye daktari mkuu. Adamu bila kusikia maumivu yoyote, Adamu akaondolewa ubavu mmoja katika mbavu zake ili aweze kupatikana mwanamke. Na mwanamke huyu ambaye alipatikana kutoka kwa Adamu, alipoletwa mbele ya Adamu, alipomwangalia Adamu, alikuwa ni mwanamke mzuri sana wa kupendeza. Adamu alipomuona alifurahi, alitabasamu, alionyesha tabasamu la peke yake, maana alisema utaitwa mwanamke. Maana ya neno mwanamke, ametolewa katika mwanaume, ametoka katika mwanaume, naye aliitwa Hawa. Mungu akawapatia utawala ili waweze kutawala wanyama, ndege wa angani, samaki wa baharini na kila chenye kutambaa. Kila kitu kilichoko duniani Mungu alimkabidhi Adamu na mkewe. Huo ni msingi ambao kila mtu anapaswa kuweza kutazama kwa umakini wa pekee. Wakati huu dunia imeenda mbali zaidi, imeenda mbali sana, kwa sababu Mungu alisema mwanamume atawaacha wazazi wake naye ataambatana na mkewe. Dunia imeenda mbali kwa sababu dunia inasema tuwe tukaoana tu mwanaume na mwanaume na tukaishi kwa raha mstarehe. Huo ni msingi umeharibiwa. Leo mwanamke na mwanamke wanaishi pamoja. Huo ni msingi umeharibiwa, msingi umevurugwa. Leo mwanadamu anapochukua mamlaka na kuchukua kisu na kumchinja kondoo, kumchinja mbuzi, kumchinja kuku, hata njiwa, kumuondolea uhai, ni msingi umevurugwa, msingi umeharibika. Leo mwanadamu
anapoamua kula ovyo, kuvaa ovyo, kutembea uchi, ni msingi umevurugwa. Swali linaulizwa, msingi ukiharibiwa, mwenye haki atafanya nini? Ni swali ambalo kila mmoja anapaswa kuweza kujiuliza katika somo hili la leo. Somo la msingi sana. Tukilielewa hili somo, tutarudi katika misingi ile ambayo Mungu aliweka katika bustani. Na ndiyo maana leo dunia inahangaika kuweza kulishusha joto la dunia. Kule Japani watu karibia 4,000 wamekufa kwa sababu ya joto kali. Lakini sio Japani peke yake, katika nchi mbalimbali za ulimwengu joto limekuwa jingi sana. Hata katika nchi yetu joto limeongezeka. Yote hii ni kwa sababu misingi imevurugwa, misingi imeharibiwa, misingi ambayo Mungu aliiweka imeharibiwa. Vikao vya kidunia vinakaa kila mwaka kuweza kutafuta suluhisho, lakini suluhisho la pekee ni kurudi kwa Kristo. Kurudi kwa Kristo, kumsikiliza Kristo. Anatuagiza tufanye nini? Amri zake zimekanyagwa, amri zake zimevunjwa, na ndiyo maana laana inaila dunia. Dunia hii ambayo tumeona kwamba Mungu alimkabidhi Adamu ili aweze kuiangalia, sasa laana imeila dunia. Dunia inalewalewa, inawayawaya kama mlevi. Katika kitabu cha Isaya sura ile ya 24, twende haraka haraka, kitabu cha Isaya sura ya 24, uone ni namna gani dunia hii imekuwa kama mlevi. Isaya 24 mstari wa kwanza nasema, tazama Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanye ukiwa, aipindua na kuwatawanya wakao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo itakuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyo hali ya anunuaye, ndivyo ilivyo hali yake yeye auzaye. Kama ilivyo hali yake apandaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopaye. Kama ilivyo hali yake atwaaye faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake ampaye faida. Dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Dunia inaomboleza, dunia inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaokaa, kwa maana wameziasi amri za Mungu. Hiki ndicho kiini cha somo letu katika siku hii ya leo, kwamba watu wameziasi amri za Mungu. Kitendo hiki cha watu wanaokaa duniani kuasi amri za Mungu, na ndio maana wamevunja, wameharibu misingi ambayo Mungu aliiweka. Ni kwa sababu amri za Mungu zimekanyagwa. Amri za Mungu hazijaliwi. Hakuna anayefuatilia amri za Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu amesema dunia hii itafanywa tupu. Dunia itafanywa tupu, itabaki ukiwa, kwa sababu
misingi aliyoiweka inamomonyolewa kila siku, inaondolewa katika sehemu yake. Na Mungu amesema hawezi kuendelea kuivumilia dunia hii, itaangamia. Je, dunia hii itakapoangamia, wakazi wa dunia watakuwa wapi? Tutasimama wapi? Hebu tuangalie lile fungu la 5. Anasema tena, dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaokaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaokaa duniani wameteketea, watu waliosalia wakawa wachache tu, kwa sababu ya misingi ambayo imeharibiwa. Wakazi wa dunia wamekuwa wachache sana. Napenda nikutolee wito katika somo hili la leo. Kadri tukavyoendelea kusoma na kuweza kujifunza na kuelekezana, tunapaswa kuweza kurudi katika amri za Mungu. Amri za Mungu, hicho ndicho kipimo cha uaminifu wetu, kipimo ambacho Mungu atakitumia kuweza kuihukumu dunia hii ni amri za Mungu. Mwandishi mmoja mashuhuri akiandika kitabu cha Yakobo sura ile ya 2 na mstari ule wa 10 na hadi 12, kitabu cha Yakobo sura ile ya 2 mstari ule ni wa 10, mstari wa 10 hadi 12, nasema, maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue, bali ijapokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunjaji wa sheria. Umekuwa mvunja sheria. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru, maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma. Huruma hujitukuza juu ya hukumu. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa na sheria ya uhuru. Maana yeye aliyesema ikumbuke siku ya Sabato itakase, ndiye aliyesema usiue. Ingawa hukuua, lakini umevunja Sabato, umefanya ya kupendezayo siku ya utakatifu wa Bwana, siku ya Sabato, ukiita siku yako ya furaha. Wengine wamefanya siku ya Sabato ndiyo siku ya kwenda kuzura mjini, kwenda kufanya biashara, kuchukua safari, kwenda masomoni, kufua nguo, kwenda mashambani, kwenda kulima na kufanya yote yanayokupendeza. Wengine wamefanya siku ya Sabato kwenda kuzungukia mashamba yao makubwa. Wamekuwa na muda mrefu wa siku 6 hawakwenda kuyaona mashamba yao. Ikifika siku ya Sabato wanakwenda kuangalia, nilipanda mahindi na maharage, nimepanda mpunga, na kwenda kuangalia kama umeota. Unakwenda kufanya ya kupendezayo siku ya utakatifu wa Mungu. Ni msingi umeharibiwa. Mungu aliweka msingi mwanadamu aweze kuitunza Sabato. Mwanadamu
ameivunja Sabato, tena kajiwekea siku nyingine yake anayoipenda. Wengi leo wanaitunza Jumapili, ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Soma Biblia vizuri, utaona kile ambacho Mungu anakieleza katika utunzaji wa Sabato. Msingi umeharibiwa, msingi ambao Mungu aliweka tangu katika bustani ya Edeni. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2, Mwanzo 2 mstari wa kwanza, Mwanzo 2:1 anasema hivi: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vyote vya mbingu na nchi. Kama wewe ni mwanadamu mwenye mwili uliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, unapaswa hili fungu lisome vizuri, liangalie, usome vizuri, lifuatilie, uliangalie, maana hili fungu linaonyesha Mungu alipumzika siku ya 7. Alikuwa hana haja kupumzika, kwa sababu Mungu hachoki, lakini alituwekea kielelezo sisi wanadamu ili tuweze kuifuata kielelezo hicho. Na kwa sababu alijua mwanadamu atasahau, akaamua kumwambia mwanadamu, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kitabu cha Kutoka sura ya 20, kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari ule wa kwanza, tunakuta kuna amri 10 za Mungu. Lakini kwa sababu leo sio siku ya kusoma amri 10 za Mungu, niwapeleke moja kwa moja kwenye ile amri ya 4 fungu la 8. Kutoka 20 fungu la 8 anasema fungu la 8, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Mwandishi wa kitabu cha Kutoka anaungana na mwandishi wa kitabu cha Mwanzo pale anaposema Mungu aliibariki siku ya 7, akapumzika, akaitakasa. Kutoka naye amesema hivyo hivyo. Lakini yule mtu wa kuasi, yule mtu wa kuasi ambaye ameelezwa katika Biblia, katika neno la Mungu ameelezwa vizuri, aliyeibadili sheria, aliibadili sheria ya Mungu, akaivunja makusudi. Fungu langu la mwisho, nisiwachoshe sana, katika kitabu cha Danieli sura ile ya 7. Twende Danieli sura ya 7, nikusomee maneno machache katika kitabu cha Danieli, halafu nikuache upumzike. Lakini nikiomba tuweze kukutana tena katika awamu nyingine ili kuweza kuendeleza somo hili. Ni somo la muhimu. Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Napenda nikusomee Danieli sura ya 7 kuanzia mstari ule wa
Danieli sura ya 7 kuanzia mstari wa 17. Danieli sura ya 7 mstari wa 17. Anasema, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele. Kisha naitaka kujua maana yule mnyama wa nne ambaye meno yake yalikuwa ni ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari ya zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu na kuwashinda, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu kumiliki ufalme. Akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakaokuwa mbali na wale na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari ya zile pembe 10 katika ufalme huo, watatokea wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno yaliyo kinyume chake aliye juu, naye atawadhofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majina na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati